mkate huo au kukinywea kikombe hicho cha Bwana isivyostahili, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Sio mimi nasema, ni maandiko, na huyo ni Paulo anaongelesha mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Anaongelesha mimi na wewe ili tukajue ukweli kuhusu meza ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hii wakati tunaposhiriki, kama ulikuwa unahitaji kazi, kama ulikuwa unahitaji hali mbaya imekataa, ni wakati ambapo tunaambia Mungu tu ni asante kwa kushiriki meza hii. Mambo mazuri, kama kuna mabaya yametajwa ndani mwangu, ndio wakati ambapo nami ninaenda na kunyenyekea na kusema, Bwana nisaidie na hekima, nisaidie na maarifa, niinue tena kiwango kingine. Si ya kwamba ni uchawi, lakini wewe Bwana Yesu ukahusike, ukatende kwa mambo makubwa, ukaonekane katika sehemu za maisha yangu. Aya, songeni, mmeogopa kusonga mbele. Hizi vitu tunaweza songesha nyuma kidogo. Songeni tu wote, tukuje tu mbele wote basi. Tukujeni tu mbele wote. Tupange tu line hivi. Watu walio na magonjwa utaamini katika meza hii, utapona katika jina la Yesu. Maana ni refreshment ambayo inafanyika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pameadhirika, sehemu hiyo itarekebishwa katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye mikosi imekuandama, ninaomba tu Bwana akaweze kutenda kupitia damu ya Yesu Kristo. Ninaomba tu Bwana akakufungue kupitia meza hii. Ninaomba Bwana akakubadilishe. Hata ndoa yako kama imeadhirika, ninaomba tu Bwana akakusaidie. Katika kazini, wengine labda kazi zao wanapigwa vita, ninaomba tu Bwana akatende tena katika maisha yenu. Kama vile tutakavyokunywa, Mungu akatusaidia. Hata nami Mungu akanisaidia, na huduma hii inaenda kiwango kingine. Haleluya. Wewe na mimi ndio tutakaye sukuma. Wewe na mimi ndio tutakaye hakikisha kwamba hii huduma hii inasonga kiwango kingine. Bwana Yesu asifiwe. Hatutatumikia Mungu tu tukiwa maskini. Nani alisema hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Hatutatumikia tu Mungu tukiwa eti hatunanga, hadi sisi ndio tunakosa. Hapana, tutatumikia Mungu tukiwa hata nasi tunaweza kuwa na fedha. Haleluya. Chukua tu alafu ngoje kwanza, kuna ombi nataka tukaombe.
nashiriki hii meza ya Bwana, nakumbuka ulivyoitoa mwili wako kama dhabihu. Nisaidie kuchunguza moyo wangu, natubu dhambi zangu, ukaifanye imani yangu iwe kwako. Mkate huu na divai ninaposhiriki, niendelee kukuamini na uwe nami milele na milele. Amina. Kila mmoja tukawe tayari. Nataka mrudie ili ombi, kila mmoja tu ukanene, maana kuna nguvu za Mungu zitakushukia na kuna mambo na mabadiliko yanaenda kubadilishwa katika maisha yako. Sema, Bwana Yesu, kama vile nashiriki hii meza ya Bwana na kukumbuka ulivyoutoa mwili wako kama dhabihu, nisaidie kuchunguza moyo wangu, natubu dhambi zangu, ukaifanya imani yangu iwe kwako. Mkate huu na divai hii ninaposhiriki, niendelee kukuamini, uwe nami milele na milele. Amina. Sasa unaweza weka hiyo mkate, kisha ufuatishe damu ya Yesu. Hiyo ni ishara ya mwili wa Yesu Kristo. Tumeshiriki pamoja na nguvu za Bwana. Mambo mazuri yakatajwe maisha mwenu, mambo mema yakatajwe, magonjwa yote yakaishe. Kila magonjwa yamekuhangaisha na kusumbua, katika jina la Yesu haitapata nafasi tena, kwa maana umeshiriki meza hii. We thank you Jesus. Kama bado umeshika tu hivyo, wacha nikaombe. Baba wetu, katika jina la Yesu, ninakushukuru maana imefanyika siku njema. Wewe ni wa ajabu. Kuna sehemu zimeadhirika katika Baba wanao, Baba, kupitia meza hii unarejesha maisha yao, unarejesha hali zao. Wengine wameandamwa na wachawi, wengine wameandamwa na waganga, wengine wameandamwa na mikosi, wengine kazi zao zimekuwa na vita. Kuanzia sasa Baba, unaenda na huyo mtu kazini, unaenda na huyo dada kazini, unaenda na huyo kijana kazini, unatembea naye, maisha yao yanabadilisha, maisha yao yanabadilika. Kuna sehemu ambazo zimeadhirika, ninarejesha katika jina la Yesu. Wale wanaofuatilia hawatapata nafasi tena, ninakataa katika jina la Yesu. Wengine wakapangiwa majali ya kwamba wakawe ni watu tu wa kuishi wakizunguka mahali pamoja, dakika ya mwisho wakapoteza maisha yao. Wengine wakapangiwa mambo maovu, lakini kuanzia sasa I declare and decree you are healing to our Father. Kila madhabahu inaisha ndani mwake, kila madhabahu inaisha ndani mwake, kila uwezo inaisha ndani mwake, kila uwezo inaisha ndani mwake. Roho wako Baba anatembea akigusa kila mmoja. Roho wako anatembea akigusa kila mmoja. Roho wako anatembea akigusa kila mmoja. Sehemu hizo Baba unarejesha, unarejesha Bwana, unarejesha Baba. Kila roho za giza we command to be powerless. Kila roho za kuzimu tunaharibu sasa. Kila roho za kuzimu tunaharibu sasa. Asitapata nafasi. Waliokota vitambaa, waliokota vitu kutoka kwao, tunakataa katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumaini ndani mwao maisha ya kukupendeza, maana Ebeneza unatenda. Umefanya tena watumishi hawa, umefanya tena Baba watu hawa, watoto wako Baba wanaokuamini upya tena katika maisha yao. Ni asante Mwokozi kwa sababu unatenda. Wanapoenda nyumbani
Baba, baraka zako zikaandamana nao, maisha yao yakafunguliwe, hali zao zikafunguliwe, kazi zao zikanawiri, hata biashara zao zikanawiri. Bwana, ninapotoka mahali ya Baba, hata Baba, sehemu zote ninajua wewe unatuongoza, unatulinda, unatutetea, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu akawatende mema, Mungu akawatende mema, na kazi hiyo ninaamini ya kwamba kuna mambo mazuri yatatendeka maishani mwenu. Mtashuhudia Mungu kwa mema, kwa matumaini, hata kwa mambo ambayo yeye ameyapangilia yakaweza kutendeka. Na huu ni mwanzo tu wa mambo mazuri kutajwa ndani mwenu. Wale wachawi wanakuangaishanga, hata usiombe maombi mrefu ya 2 hours. Ambia tu Mungu, mimi nikiomba unanisikia. Haleluya. Ukimwambia tu mimi nikiomba unanisikia, na unaachana hiyo maneno, hao wenyewe watakuwa nakuja wanakuta kuna ukuta hapa. Huyu ni mtu aina gani? Lazima alienda Zanzibar. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni asante. Mungu akawabariki sana. Wale ambao wajapokea wakuja hapa.